mumunya kina oligwa ke nali ko bono mambo kabela. Kumbe ni mavi ya mtu. Alafu anakuambia na kwa sababu ni chungu, ukiinywa unaweza pia kuharisha. Kwa hiyo wengi walikuwa wakinywa kwa sababu umekula mavi ya mtu. Ni lazima tumbo lianze kuchafuka. Wacha namo kuibala. Anakuambia sasa tunasafisha. Yani tulee njelo Luis. Tulee njelo Luis halala. Mtu anatoka hapo ameharisha, anajua salala loloye mambo kabela. Ukienda unaambiwa uende nimpate nini imhela. Ndio maana mchawi mganga hahitaji kuwa na mahali ni ipala tu maswa mwiza. Atachao kwa mganga kipo. Kwa sababu mocho ukumbate ukule kwenye machaka na nyie mnamsaidia ili ndege jibize hii. Yesu anasema, Biblia inasema pepo mchafu, si ndio alikuwa anatoa mapepo wachafu? Si ndio? Shetani ni mchafu. Dawa nyingi za waganga ni mavi ya watu, ila zimepondwa zikachujwa vizuri, unakuwa unga mlaini. Ila ili waboreshe, wakati mwingine wanaboresha sasa na magome ya mti, wanachukua mwarobaini kidogo, anachukua labda nini, angalau kukuficha, lakini asilimia kubwa ni hivyo. Anakupenda wewe, ni ndugu yake. Ndio maana kuna Waswahili huo wanasema wajinga ndio wali wao. Ni chakula lakini ni kichafu. Leo tunakataa chakula kichafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waligoma hawa vijana, wakasema hapana, hatutajihusisha na chakula cha mfalme, maana tunajua ya kwamba tukila chakula hiki mambo 6 yataondoka mbele yetu. Hatutakuwa tena waungwana, hatutakuwa wa uzao wa kifalme tena, hatutakuwa wajuzi wa hekima, hatutajua wenye maarifa, vitaondolewa hivi vyote. Wakakataa. Kwa sababu gani? Lengo la mfalme alikuwa anatafuta vipawa, alikuwa anatafuta vipaji, ili kwamba baadaye waweze kusimama katika jumba la mfalme. Kusimama maana yake wangekuwa na uwezo wa kumsaidia mfalme katika baadhi ya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu mwaka huu hakuna kilimo, naomba kuanzia kesho tuwe kanisani, tumuombe Mungu zaidi. Amen. Amen. Mimi nitakuwa naamka na kuja zangu hapa saa 4. Kwa hiyo rehema saa 4 mimi nitakuwa hapo, tutakuwa tuletea viti 2-3, tutakuwa tunamwomba Mungu. Bora hata tusiana kilimo, tushinde kanisani sasa. Tumwambie Mungu tunakushukuru pia kwamba tuko kanisani. Amen. Kwa hiyo ukipata nafasi njoo. Na tutakuwa tunafanyaje? Tutafunga angalau kuanzia kesho mpaka Ijumaa. Tunafunga tukimwomba Mungu. Tutakachoshughulikia sana ni nini? Ni pacha wako, ni pacha wangu. Tumfyatue pacha ili asiwe anazuia baraka zetu za kiroho. Amen. 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 Yaani maombi yatakuwa ni hayo tu. Sambaratisha pacha. Kuna wengine mlizaliwa mapacha 3. 2 wa kiroho, 1 wewe. Tutashindana nao.
Tutawaambia waachilie baraka zetu, waache kuzuia baraka zetu. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa kabisa chakula cha mfalme wa giza ambaye ametengeneza chakula ulimwengu wa roho. Kwa jina la Yesu najitenganisha na uchawi na uganga, majini, majoka, mapepo. Kwa jina la Yesu navunja madhabahu ya chakula kwa jina la Yesu. Bwana, hapa naambiwa twende mpaka Jumapili, siku 7. Siku 7 namba ya Mungu. Amen. 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 Kwa tutaanza kesho mfungo. Tunakuja hapa tunamwomba Mungu. Amen. Amen. Nakuja hapa tunamwomba Mungu. Fanya biashara zako pengine asubuhi, ukimaliza basi saa 8 saa 9 njoo hapa muombe Mungu. Ukija hapo ukiomba, ukiona moyo umefunguliwa kama unatoka toka, lakini tutakuwa tunamuomba Mungu. Tunataka kwanza tushindane na chakula aina ya mchango. Inawezekana mchango ndio liliwa kwanza, wewe ndio kapatikana. Tunashindana na hicho chakula cha mchango, lakini tunashindana na huyo pacha kwenye ulimwengu wa roho. Aniache mimi nimtumikie Mungu wangu. Yeye ni wa shetani, akatumikie shetani wake. Mimi ni wa Mungu, aniache nimtumikie Mungu wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Najitenganisha na aina mbalimbali ya laana ya chakula. Laana yoyote ya chakula inayonishikilia kwenye ulimwengu wa roho na ikataa. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Laana ya chakula inayonifanya nisimtumikie Mungu kwa viwango vikubwa. Nakataa kwa jina la Yesu. Chakula chochote